Kutoka kwenye miwa, sasa tunaelekea kwenye bustani za nyanya, ambapo nyanya ni miongoni mwa mazao yanayochangia lishe bora, biashara na ajira kwa wananchi wengi. Ili kupata mavuno yenye ubora, mkulima huhitaji kuzingatia uchaguzi wa mbegu, umwagiliaji, matumizi sahihi ya mbolea pamoja na udhibiti wa magonjwa na wadudu. Mafanikio haya yanathibitisha kilimo cha mboga mboga kinaweza kuwa chanzo kikubwa cha kipato pale kinapofanyika kitaalam, kama jinsi ambavyo mtaalam anavyoelezea. Hapa tuko kwenye eneo la shamba ambalo nimeliandaa mimi, ndio mkulima wa shamba, na niseme kama afisa kilimo tunayo mazao ya chakula na biashara tunayozalisha. Mazao ya chakula ni pamoja na mahindi, maharage, lakini vile vile tunayo na mazao katika upande wa biashara na mazao ya bustani kama nyanya, na mimi nimejikita kwenye uzalishaji wa nyanya. Ninafanya kazi hii ya kilimo cha nyanya katika kubadilisha, kuonyesha kabisa kwamba nimesomea kilimo, lakini wakati huo ninajaribu kuonyesha wakulima kwamba kilimo kinatakiwa kufanyika hivi. Maana kilimo ni sayansi na taaluma ni sayansi, na vile vile inatakiwa inatumia kanuni. Zipo kanuni bora za kilimo ambazo hapa nimeandaa shamba ni kubwa wake ni takriban nusu eka, miche kuanzia 3,600 mpaka 4,000. Kwa hiyo nimetumia mbinu bora za kilimo, nimeandaa shamba vizuri, nimepanda miche bora. Nyanya hii na miezi 2 na inakaribia kuanza kuiva. Tumeconsider spacing na tumeweka miti tukasimamishia kwa sababu miche inapokuwa imelala chini wakati wa kumwagilia na wakati wa kutoa huduma kama kumwagilia, kupiga dawa, huwa inaleta shida. Lakini vile vile tunatumia nafasi, tunapanda kwa nafasi, kwa sababu hata ile huduma kama unavyoona ndugu mwandishi, hata ile utoaji wa huduma unakuwa rahisi. Lakini vile vile tukutumia eneo dogo kuweka miche ya kutosha. Kama ninavyosema miche 4,000 kwa mkulima wa kawaida miche 4,000 anakuambia anapanda kwenye ekari nzima, lakini mimi yuko kwenye eneo la nusu eka. Na hata wakulima wanapopita wanajua kabisa kwamba mimi ni afisa kilimo, lakini wanafurahia jinsi ninavyoweza kutumia ule afisa wangu na kuonyesha kwamba kilimo kinawezekana. Manake wakati mwingine tumekuwa tukiwaambia wakulima kwamba kilimo kinalipa, au kilimo labda kwa mfano mtu anazalisha mahindi, kwambia labda ekari moja anaweza kuvuna gunia 35, na kwambia haiwezekani kwa sababu anavuna gunia 7. Na au kwenye ekari moja ya nyanya unaweza ukatoa labda pallet 400, nakwambia haiwezekani kwa sababu yeye anavuna pallet labda 50, 70. Sasa ili kuweza kumwambia kwamba inawezekana, niliamua mimi kama afisa kilimo niweze kujiingiza kwenye kilimo cha bustani, kuonyesha wakulima kwamba inawezekana.